Unajua hujui kupika, kaa hapo nikufundishe. Simple pilau but very unforgettable. Tunaweza kutumia viungo very simple. Kuna mchele, mafuta, jegere, nyanya kidogo, hoho, pilau masala, vitunguu saumu, bila kusahau nyama. Tumeanza kuchemsha nyama yetu mpaka itakapoiva vizuri kabisa na kuwa laini. Baada ya hapo tutabandika sufuria ambalo ni sufuria special kwa ajili ya kupikia pilau. Then tutakata vitunguu maji kama vinavyoonekana on process. Then tutaweka nyama yetu ambayo tayari tulishaichemsha vizuri na ilikuwa imeshalainika. And then tutaacha mpaka itakapokuwa golden brown kama unavyoona hapo kwenye video. Then tutaweka vitunguu vyetu. In this recipe I would like to use viungo ambavyo vimesagwa na viungo ambavyo havijasagwa ili kupata aroma nzuri, harufu nzuri sana ya pilau, harufu ambalo halisahauliki. And then nitaweka maji kidogo kwa ajili ya kuacha viungo vichanganyikane vizuri. Alafu baada ya hapo tutakoroga mpaka tutakavolainika vizuri kabisa na kutengeneza rangi nzuri ya pilau. Kwa umakini mkubwa nitahakikisha vitunguu saumu haviungui ili vikaharibu harufu ya pilau langu. Sasa basi nitaweka pilau masala, pilau mix. Napenda kutumia pilau hiyo, masala hiyo kwa sababu ni nzuri sana na inanukia vizuri. Nitaweka kidogo sana ili pilau lisishikani sana, lisiwe la kuganda. Ndio maana nilitumia viungo vile ambavyo havikusagwa. So nitakoroga vizuri, then nitaanza kuweka nyanya zangu kwa sababu paka hapa harufu ninayopata humu ndani nchi. Kwa nitaweka nyanya kidogo ili pilau langu lisiwe la kaba. So sijui kama mimi peke yangu napenda kuweka nyanya au hata wewe pia unapenda kuweka, lakini ukiweka nyanya pilau linakuwa halikabi na unaweza ukala vizuri kabisa. And then hapo nitakoroga, nitaacha viive vizuri, nyanya ilainike, nitaweka chumvi kidogo, and then nitaacha ilainike. Mind you kuna kitunguu saumu humo, kwa nitakoroga kila saa ili visikamate chini. At this point kila kitu kilikuwa very systematic, yani kila kitu kilikuwa kipo vizuri. Mind you kitunguu saumu kilikuwa kinaanza kushika chini, hivyo nikatia maji kidogo, and then nikaweka njegere, nikakoroga kuacha vichanganyikane vizuri, wanasema mix to combine. And then nikapata kuweka mchele naotumia hapa ni basmati. Sio lazima utumie basmati, basi napenda kutumia basmati, napenda kula basmati kwa sababu mchele napata nzuri kabisa ya pilau ya basmati, nzuri sana na unanukia. So baada ya kuweka mchele na kukoroga kila kitu vizuri kabisa, nikaweka maji. Haya ni maji ya supu ambayo nilichemshia nyama at the beginning. So nikaweka hapo ili nipate taste nzuri kabisa na kukoroga na kuacha kila kitu kikiwa safi, and then nikafunika for few minutes. Pilau hili hapa nimeshakuwa. Niambie, ushaikuona pia wapi pilau kama hili? Pilau linanukia, linavutia hata kwa kutazama tu kwa macho. Ni recipe nzuri, very simple, linanukia na ni very unforgettable. Ukafika muda wa kusave, nikasave. Kama mnavyoona nina wageni wachache ambao ni very private, so nikasave. Kama mnavyoona nikasave na watermelon. Kwa pilau hili bwana unaweza kula na kitu chochote, but mimi nilidecide kula na watermelon pamoja na a cup of wine. So guys, niambie kwenye comment section, utakula chakula kama hichi au utapass? Because mimi ili ni pilau fulani vile kibabe. So guys, kama umeitazama hii video mpaka hapa, napenda nichukue wakati huu kukushukuru sana. You mean a world to me. Please nisaidie kucomment chochote hapo chini, share and subscribe to my YouTube channel. Jamani, watu ninawapenda sana, and you guys are very supportive. Thank you for this stage of my life. I really appreciate it. Thank you.